Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa wa Mungu, ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Tafadhali usipite video hii ukaenda kwa video za vichekesho. Naomba sikiliza Mungu anasema nini juu ya maisha yako. Kwa majina yangu ninaitwa Doris Sidi, na kwa wakati huu ninaomba kushare na wewe neno la Mungu. Naomba usinitazame jinsi nilivyo, bali sikiliza chenye ninaenda kusema na maisha yako. Nitakusomea katika kitabu cha Isaya 65 mstari wa 20. Neno la Mungu laniambia ya kwamba hata kuwapo tena mtoto wa siku chache, wala mzee asiyetimia siku zake. Kwa maana mtoto atakufa mwenye umri wa miaka 100, bali mtenda dhambi mwenye umri wa miaka 100 atalaniwa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia limetuahidi ya kwamba hakutakuwapo tena mtoto wa siku chache, na wala hapata kuwapo tena mzee asiyetimiza siku zake. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto atakufa akiwa na umri wa miaka 100, na mwenye dhambi pia atalaniwa akiwa na umri wa miaka 100. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni ahadi Mungu alituahidia ya kwamba kumbe tunastahili kuishi hapa duniani kwa miaka 100. Lakini kwa nini siku hizi watu hawafikishi hiyo miaka? Wanaenda wakiwa na umri wa miaka michache sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna roho za mauti ambazo huinuliwa kutoka ulimwengu wa giza, ulimwengu wa kuzimu, zinakuja duniani ili kutafuta watu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unasikia mahali fulani kumetokea ajali, mahali fulani kumetokea ajali, watu wawili wameuawa, na ukiangalia watu ni wadogo, watoto hata kama ni mzazi unapata yuko na miaka 30, lakini ndio hivyo amekufa kwa sababu ya ajali. Bwana Yesu asifiwe. Ni maroho zinazonuliwa katika ulimwengu wa kuzimu ili kuja duniani kutafuta roho za watu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana siku hizi watu wengi wanakufa kabla ya miaka yao haijatimia. Tukatae hii roho kwa jina la Yesu Kristo. Tukatae roho za vifo vya mapema kwa jina la Yesu Kristo. Tukatae hizi roho za magonjwa ya mauti katika familia zetu, katika maisha yetu. Tuzikatae kwa jina la Yesu Kristo. Ingia katika maombi. Mwambie Mungu, umeandika katika kitabu cha Isaya 65 mstari wa 20 ya kwamba hata kuwapo tena mtoto wa siku chache, hata kuwapo tena mzee asiyetimiza siku zake. Ukasema ya kwamba mtoto atakufa akiwa na miaka ya umri wa miaka 100, na mzee pia. Kwa nini siku hizi hii miaka hatufikishi? Basi mimi ninajitabiria kwa jina la Yesu Kristo, nitimize siku zangu hapa duniani. Siku zangu niishi kama ulivyonena Mungu. Kwa jina la Yesu nakataa maroho ya kuzimu, maroho ya mauti ambayo hujiwa kutoka kuzimu ili kuniwinda nisiishi ile miaka yenye Mungu umesema. Ninakataa, ninakanyaga kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu najitenganisha na kila anga, najitenganisha na maroho zao, najitenganisha na falme zao. Kwa damu ya Yesu ninajitenganisha kwa jina la Yesu. Kataa hizo roho za mauti ya mapema. Mpendwa wa Mungu, hiyo sio sehemu yako, hiyo sio sehemu yako dadangu. Imeandikwa hapata kuwapo tena mtoto wa siku chache. Kwa nini tuishi kwa muda mfupi hapa duniani na Mungu ametuahidia miaka 100? Kwa nini tusikatae kwa jina la Yesu, tukaomba na tukajitenganisha na hizi maroho? Kwa nini mpendwa wa Mungu? Anza kukataa kwa boma yako, kataa kwa wazazi wako, kataa hizo roho, kwa ndugu zako kataa hizo roho. Jiosheni, jitakaseni kwa damu ya Yesu Kristo, tukijitenganisha na hizi maroho za magonjwa ya mauti. Vifo vya mapema sio sehemu yetu kwa jina la Yesu. Vifo vya mapema sio sehemu yetu kwa jina la Yesu. Kwa maboma yetu tujitakase, tujitenganishe na hizo maroho kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Acha Mungu akawezi kutuokoa na hizi maroho. Na tusimpe ibilisi nafasi wapendwa, kwa sababu kuna ndugu wengine, vijana wengi sana siku hizi wako na ule msimu wa kusema maisha ni mafupi. Kwa nini unajitabiria mpendwa wa Mungu kwa maisha ni mafupi, ili hali Mungu alikuandikia ya kwamba uishi miaka 100? Kwa nini unajitabiria? Kwa hivyo mara nyingine tunampa ibilisi, shetani, kwa mikukani kwa ulimi wetu. Ulimi una karama na ulimi una nguvu. Kwa nini usimama mahali ujitabiria ya kwamba maisha ni mafupi, acha nikonde raha? Kwa hiyo Mungu amekuahidia ya kwamba uishi miaka 100. Wewe unajitabiria unasema maisha ni mafupi. Tayari umempa ibilisi nafasi kwa maisha
jitabirie mambo mazuri. Sema Mungu aliniahidia ya kwamba nitaishi miaka 100, na imeandikwa ya kwamba hata kwapo tena mtoto wa siku chache. Mungu, yani unapoingia unakataa hizi roho. Kataa kwa jina la Yesu, kataa. Kuna watu wanaishi hizi miaka 100, kwa nini wewe usiishi? Kwa nini? Anza kumwambia Mungu, imeandikwa, imeandikwa nitaishi miaka 100. Nakataa maroho za kufa mapema, nakataa hizi roho za mauti ya mapema, nakataa roho za magonjwa. Nakataa kwa jina la Yesu. Kataa mpendo wa Mungu, wewe una nguvu, wewe una nguvu, na wewe ni mtoto wa nuru, sio mtoto wa giza. Kataa hizo roho kwa jina la Yesu Kristo. Tenga muda, jitakasa kwa damu ya Yesu, jitenganishe kabisa na hizo roho kwa jina la Yesu Kristo. Wewe unaiangalia video hii, ninakuombea Mungu akupe hiyo neema ya kufikisha miaka 100 kwa jina la Yesu Kristo. Pokea hiyo neema. Tujitabirie mambo mazuri. Tuache kusema maisha ni mafupi. Nani akasema? Nani alikwambia maisha ni mafupi? Mungu alikuleta wewe katika dunia hii. Alikujua kabla haujazaliwa tumboni mwa mama yako, na anasema akakutakasa. Kwa hiyo yeye pia ndo anajua ya kwamba ni siku gani utaondoka kwa ulimwengu, na amekuandikia ya kwamba ahadi ni hii, utaishi miaka hii. Kwa nini ujitabiria kwamba maisha ni mafupi? Tujitabirie mambo ambayo ya mambo mema. Atuache kujitabiria mambo ambayo hayastahili. Basi mpendo wa Mungu, Mungu akubariki sana. Anza kukataa hizo roho. Tukataeni hizi roho, sio sehemu yetu. Ni maroho ambazo hutumwa kutoka kuzimu kuja kutuhangaisha, familia zetu, ndugu zetu wanateseka, lakini kumbe ni maroho tu yanatumwa, lakini sio Mungu kupenda. Jisomee hiyo kitabu ya Isaya 65 yote hadi hapo kwenye nimefikia mimi. Utapata yani ahadi zenye Mungu aliahidia wateule wake. Wapendwa wa Mungu, Mungu anatupenda. Mungu anatupenda. Mungu anatupenda. Anza kukataa hiyo roho mpendwa. Kataa kwa boma lenu yote, yani ombea boma lenu lote. Kataa hizo roho kwa utukufu kwa jina la Yesu Kristo. Na mpokee hiyo neema ya kuishi miaka mingi. Na mbarikiwe sana. Mungu wa amani awabariki. Asanteni kwa kunisikiliza. Naomba share hii video kwa YouTube, usubscribe tafadhali, na Mungu akuongezee hiyo miaka yenye amesema. Amina kwa jina la Yesu Kristo.